Nilivyo maliza shule kweli niliingia na kukoroga pombe. Nimekoroga pombe hizo, nimepata hela. Nilivyopata ile hela kweli nikapata wazo. Ndio nasema kuna ndugu zangu walikuweko Makambako. Ndio nikawa nanunua viazi naenda navyo Makambako. Sawa sawa. Vile viazi mtaji ulikuwa haraka. Kwa sababu nilikuwa kijijini naweza nikanunua gunia moja na nunua shilingi 2500. Lakini pamoja na kusafirisha kufika Makambako naweza kufika shilingi 3500 au 4000. Kwa hiyo sasa katika nitakavyouza mimi naweza nikapata 7000, 8000, 9000. Kwa hiyo nikajikuta mtaji umeenda haraka. Ulivyokuwa ule mtaji pale kwenye mboga hapa, mboga nilichanganya. Ninavyopeleka viazi nilikuwa nimeshatoka kwenye mboga. Nachuma mboga kijijini, naenda kupeleka mjini. Ambaye faida ulikuwa unapata kama shilingi ngapi? Kwenye mboga nako kulikuwa kuna faida kwa sababu mjini kulikuwa mboga haziko, vijijini mboga ziko nyingi. Naweza nikabeba mboga labda ya shilingi 1000 kwa kipindi hicho shilingi labda 500, 600. Lakini nikajikuta nimerudi na shilingi 1500 au 2000. Kwa hiyo nimeenda hivyo na changanya ndio nilivyokuja kupata sasa mtaji wa viazi. Nikaingia kwenye mpunga. Hapo ndio nilikuwa nimeruka. Kwenye kulima au unanunua? Hapana, kununua. Kununua kulima nilikuwa nachanganya wakati nauza na viazi. Kwa hiyo na viazi eka 2 eka 3 nilikuwa nalima. Ndio. Kwa hiyo nilivyoenda kwenye mpunga na kwenye mpunga bado nako kwa kuna faida nzuri maana watu walikuwa bado hawajachangamka sana. Kwa hiyo ukienda vijijini naweza nikaenda vijijini nikanunue mpunga labda wa shilingi sio labda. Kwa mara ya kwanza nilienda na mtaji wa shilingi 300,000. Nilivyorudi nikawa na shilingi 700,000. Sasa pale faida ilikuwa kubwa sana. Tulikuwa tunaenda kwa Wasukuma na Wasukuma kwa kweli kipindi hicho walikuwa bado yani hawajachangamka sana. Tuseme hivyo. Wanasema kwa lugha za mjini hawajastuka. Hawajastuka kwamba mambo yako huku. Sawa. Kauli hiyo sio nzuri. Sawa. Kwa kipindi hicho. Hicho kipengele sio kizuri. Sawa. Tunaonekana kama tumezaa. Ni kweli. Tumeelewa, sawa. Mimi nilikuwa nikienda kule kwa Wasukuma kwa kwetu sio waongo, nilikuwa na bahati ya kupendwa sana. Na nilikuwa nikitoka huku mjini na wabebea zawadi. Pale ninapofika nikawa sichagui. Nikifika kijijini Msukuma yeyote mimi tunapata naye nafika na lala. Watanipa mipunga wote tena nageuka hivyo nauza na mtaji napo ukaenda haraka. Ndio huyo kakaangu akanishauri hiyo hela unayo nyingi, fungua duka. Nikawa na sita lakini baadaye kwa kweli nikakubali. Tukaja tukanunua vifaa huku, tukatafuta mlango, tukauandaa mlango, tukaja kutafuta vitu, tukapanga kule. Makambako. Kwa kweli nilienda vizuri sana. Napo bado biashara ilikuwa bado watu hawajachangamka sana. Nikajikuta nimefungua duka la pili.